Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tunaendelea kujikumbusha masomo yanayohusiana na Ramadhani ili Allah subhanahu akituwezesha na tukaifika, basi tuweze kufanya yanayostahiki kwa kulinda saumu zetu zisije zikaharibika kwa kujua ama kutokujua. Na siku leo biaunillah subhanahu tutajikumbusha somo hili kupitia kitabu kiitwacho Kullu ma turidu an ta'rifahu ar-Ramadhana, kitabu chenye jina hilo cha mtunzi aitwaye Mustafa Husni, na tutaenda katika kuanzia ukurasa wa 19 mpaka wa 20 na ikiwezekana 21. Kwenye video hii ya kwanza tutachukua mambo makuu mawili. Masharti ili saumu iwe ni wajibu kwako ni yapi? La kwanza. La pili, saumu yako ili masharti ya saumu yako ipate kuswi ni yapi? Kabla sijaanza somo hilo, ni vyema ukasubscribe chaneli hii Shaushab Online TV na ukaweza kulike na kushare ili na wenzetu pia wafikiwe na khairi hii, wajikumbushe kuhusiana na mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, wanakabiliana nao kwa njia sahihi au ni kwa njia mbaya. Na kitabu ambacho tutakachojikumbusha nacho ni hiki nilichokutajia kuanzia ukurasa huo wa 19, na insha Allah Rahman, kwa wale ambao ni wafuatiliaji kwa kusoma kitabu kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kitabu hicho kiandae insha Allah Rahman. Baada ya kumaliza yale ya msingi kujikumbusha, basi tutaanza kitabu hiki mwanzo wake mpaka mwisho wake hivi karibuni, baada ya kumaliza vibatulishi vya funga ni vipi, somo inabatulikaje. Baada ya kumaliza yale ya msingi ambayo yanaweza yakaharibu saumu zetu, basi tutaanza kitabu hiki mwanzo wake insha Allah Rahman mpaka pale Allah atakapotuwezesha mwisho wake. Na tukianza na ukurasa wa 19 kwa mujibu wa kitabu nilichokutajia kiitwacho Kullu ma turidu an ta'rifahu an Ramadhana cha mtunzi Mustafa Husni, ameanza kwa kutuuliza swali kwa kusema, ama kwa kuulizana mimi na wewe pia na yeye, kwamba mashurutu wujubi siyami, masharti ya wajibu ya funga ni yapi? Kwa tafsiri nyingine ni kwamba ili saumu iwe wajibu kwako, masharti yake ni yapi? Akasema shurutu wujubi saumi khamsatun, masharti ya wajibu ya funga, yani saumu ili iwe ni wajibu kwako iwe na masharti matano. Sharti la kwanza akasema albulughu, yani awe anayefunga Ramadhani amebalighi. Na sharti la pili akasema alqudratu ala saumi, aweze kufiti, aweze kuwa na uwezo wa kufunga huyo mtu aliyebalighi. La tatu akasema alkhuluu min alhaidhi wan nifasi lilmar'ati, pengine kinamhusu mwanamke, au ameepukana, ameswafika na kinachoitwa hedhi na nifasi huyo mwanamke. Kipengele cha 4 ni al-aqlu, anayefunga ili saumu iwe ni wajibu kwake awe na sifa ya akili iwepo, kwa maana asiwe chizi. Na sehemu ya 5 akasema al-udhuru, awepo kwenye mwezi husika wa Ramadhani. Hayo ni mambo matano yanayemhusu mwanamke kuanzia mwanzo mpaka la 5, na yatamhusu mwanaume mambo manne. Jambo la kwanza albulughu, kubalighi. La pili alqudratu ala saumi. La tatu alaqlu. La 4 aludhuru, kuwepo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na ila 5 lilikuwa linamhusu mwanamke. Haya ndiyo masharti ya kwamba saumu itakuwa ni wajibu kwako wewe. Sasa je, ikiwa tumejisachi kwenye nafsi zetu kwamba masharti haya ya kwamba saumu ni wajibu tunaonekana tunayo, sasa tunaenda kuikabili Ramadhani, Sheikh anatupeleka kwenye ukurasa wa 20 kuuliza tena swali jingine. Kwa wewe ambao uliokizi vigezo vya kuonekana saumu ya Ramadhani kwako wewe ni wajibu, itekeleze kwa mujibu wa masharti tuliyoyaona hapo mbele. Anatuambia katika ukurasa wa 20, mashurutu sihati siyami, ili saumu iweze kuswihi masharti yake ni yapi? Saumu yako iweze kuswihi masharti yake ni yapi? Sharti la kwanza akasema al-Islam,
huyo anayefunga au kwanza Muislamu. Sharti la pili al-aqlu, awe na akili. Sharti la tatu an-naqa'u min al-haidh wan nifas lilmar'ati, awe ameswafika, ameepukana, hatokwi na kinachoitwa hedhi na nifasi kwa upande wa mwanamke. Na sharti la nne waqtun qabilun lisawm, wakati wa kukabiliana na saumu, yani awe pia katika muda ambao anaweza akaifiti kuitekeleza hiyo saumu ndani ya mwezi huo wa Ramadhani. Mpaka hapo unaona ya kwamba saumu kwangu ni wajibu kwa mazingira yapi na kwa vigezo vipi, na kama ni wajibu kwa vigezo hivyo, je, sasa kusui kwa saumu yangu iwe vipi? Niwe ni Muislamu, niwe na akili, niwe nimeepukana na kinachoitwa hedhi na nifasi kwa ile upande wa mwanamke, lakini pia muda wa kukabiliana na kupambana na hiyo Ramadhani ninavyo. Kama ninavyo, maana yake sasa ni kutoa mashambulizi, kuendelea kufanya yale tuliyotanguliza katika video ya kwanza, maandalizi ya Ramadhani. Tulileta video ya kwanza hiyo. Video ya pili tukaleta ya kwamba kaifa nastakbilu Ramadhani tutaipokea kwa namna gani. Sasa utaendelea sasa kufanya maandalizi yale na namna ya kuipokea Ramadhani, kuwa tayari umejithibitisha wewe umefiti vigezo vya saumu, ni wajibu kwako kwa vigezo vingapi, na saumu ili iweze kuswihi iwe na vigezo vingapi. Tayari utakuwa una basira na utambuzi na zoezi hilo. Kwa kufunga somo hili kwa audio, kwa video hii ya leo, ni kukukumbusha kusubscribe na kuweza kulike na kushare ili masomo hayo wafike na wenzetu huko walipo, ili siku ya Kiyama wasije wakatushtaki sisi kwamba nilikuwa nafunga sikusoma, sikuwa najua. Sasa utandawazi unakuwa ni mpana, unawafika watu mambo ambao wakutegemea kufika kwa muda huo huo, nasi basi tuwakumbushe kwa kuweza kushare, ili masomo haya nao wakiyasikiliza waweze kuwa na umakini na wanachotaka kwenda kukabiliana nacho katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na mwisho, kwa wale ambao watakaofuatilia kitabu hiki, ni vyema wakakiandaa kama nilivyokitaja mwanzo, kiitwacho kullu ma turidu an ta'rifahu an Ramadhana. Mtunzi wake ni Sheikh Mustafa Husni. Tutakianza mwanzo mpaka mwisho insha Allah Rahman, lakini ni baada ya kukamilisha ile mambo ya msingi. Nguzo za somo ni ngapi, somo inabatulika na vitu gani, tukamaliza yote haya yale ya msingi, basi itaturuhusu kuanza mwanzo wa kitabu mpaka mwisho wa kitabu, sababu wenzetu wapo wengi hawana muda huo kuweza kuchukua kitabu na kukifuatilia mwanzo hadi mwisho, bali anataka location tu moja kwa moja. Ulazima wa saumu, wajibu wake, kusui kwake, kuharibika kwake ni kupi, na usahihi wake ni upi. Tutafanya mambo hayo ya awali, afu ndipo kwa wale wafuatiliaji wa vitabu tutaanza mwanzo wa kitabu hiki insha Allah Rahman. Allah tujalie khairi na tupe taufiki, atulinde na mitihani, maradhi na yote mabaya, tujalie mwisho mema. Wallahu wali tawfiq. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.